Patashika, patashika. Kwa hiyo nyumba ambayo nimekuonyesha ndio hiyo, ni nyumba safi kabisa ya kukaa na enjoy. Sasa kitu moja, mwanamke ambaye iko mekwambia mpaka anataka chumba, mimi iko natafuta kwa ajili yake, nahangaika, ndio huyu. Umeona pishkalito hiyo? Anataka kwenda Uarabuni, hataki. Nataka kwenda kuwa Mpemba, iko nakataa. Alafu iko narudi, nataka kuwa mshomali fulani hivi, pishkalito. Sasa mcharuo, huyu mtoto kwa hii nyumba ambayo nilikuwa nimetafuta, huyu mtoto hawezi akaishi. Mimi nilichua ni yule mrefu ambao uliniambia. Baby. Njoo huko. Wewe. Ukifanya hivyo, ni chao chako iko anapika chai, wewe unaenda kutia chumvi mbwe. Wewe. Yule alikuwa anataka hela nyingi, mwanamke ambaye iko anataka hela ambayo ningejenga hata nyumba nyingine. Aha. Kwa hiyo umemwacha. Hii pishkalito nyingine. Kwa hiyo kumbe ni mwanamke mwingine tofauti na yule wa kwanza ambao uliniambia. Yes. Basi mimi nilikuwa sijui. Mcharuo. Braki au onzi tata una mambo. Aha. Shemeji. Karibu sana. Asante. Kwa hiyo mimi inabidi nikafanye utaratibu nikupatie chumba kingine kizuri kabisa. Ila tribu hiyo ongeza pesa. Kiukweli mimi nasononeka sana. Nasikitika sana kwa kitendo anachokifanya huyo Onyango. Mtoto kama wewe, goma kama hili jamani. Mashallah. Hata mimi nikamshangaa. Mwanamke kama Koko. Nimezaliwa na mama nkanyonya. Mimi nangaa kila kona, ukiniangalia uso nangara. Yaani Mungu kanijalia. Halafu itaenda kuhangaika na mwanamke vingine vya ajabu ajabu. Sasa wewe unafeli wapi? Mpaka nakufanyia hivyo? Wapi unafeli mtoto mzuri kama wewe? Unaona nyuma? Patashika. Toto kama hivi jamani. Baby. Usione shilishili kidogo. Lakini pesa yangu chanipa mchao. Takupa hela yako. Wewe vipi bwana? Yule iko mnimkataa kwa sababu hela iko nataka nyingi. Huyu hapa iko mmechukua. Aje hapa. Mimi huyo nikimnunulia vitu vya ndani atatulia tu huyo. Sasa wewe unataka chumba, tupeleke kwa chumba ya hela nyingi. Nitafeli maeneo hiyo. Hapa. Akombo hiki kichumba kwa hiyo umekipenda. Hapa nitamnunulia tu vitu kwa ndani ataweka mbwe. Na sasa nikaleta mkataba ukasaini. Wewe tu. Basi kama ni hivyo, mimi nikifika pale mimi nitaaka kwamba bwana nitaenda kutafuta kichumba kingine kumbe. Haina neno mchana. Hii imeisha. Sasa shemeji. Asante sana, nimekuona. Sasa mimi tutawasiliana. Nitakupigia simu muda wote ambao nitapata kile chumba. Mimi najua kipatikani. Ila nitafanya tu chini mimi nitakipata. Si unajua tarari mimi sina ugaigai. Shemeji? Thank you. Kumbe nachona Kiingereza. Mbona umepata mwanamke ta tribu hii? Haya bwana. Patashika. Tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Alidhiki atampe wanawake dunia nzima. Patashika. Hana maisha lakini kwa umalaya huyo jamani Watu unafeli. Mimi siferi. Mzee wewe ndo unaferi. Wewe ndo unatakiwa unipambanie mimi. Nibaki kwenye ndoa yangu mimi kama mimi. Na mimi utanipa zawadi gani? Zawadi utapata ya asante. Nipe zawadi. Zawadi gani sasa? Wewe mtoto mdogo. Fanya kwanza yule aachike. Mimi ni Koko. Zawadi ya mtoto wake haya siwezi kukosa. Wewe siku nyingi lakini nimekuambia yake bwana anaitwa baba hivi. Sasa fanya mambo kwanza wewe. Chishi mwanamke chiondoke. Alafu mimi ngakupatia zawadi. Si unanielewa mimi Koko? Sishindwi na chitu. Basi niachie mimi. Yule anisumbui kabisa Onyango, namalizana naye. Patashika. Hata muache. Tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani.
kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Aridhiki atampe wanawake dunia nzima atashika. Baby, subiri. Yaani, subiri leo nakupe ubuyu. Bado mnelala eti? Alafu unajua bora ungenyamasha tu usingeniita kwa sababu nimeona kabisa naokota shilingi 30,000. Wewe umenishtua. Nimeshikosha hapo. Makosha. Yaani sasa ndio hapo naanza kupata majibu. Kama umeokota 30,000, nyumba imeenda, umemalizwa, umemalwa. Kuna wa mtu wanakupangilia kule, mimi nametoka na melola. Huyu mwanamke wako huyu. Huyu mwanamke wako huyu wewe unamwamini, unajifanya unampenda, na memkuta na mshenga wako wanajibusu. Atashika. Tena huyu mwanamke wako ndio anasemaje? Eti au basi nimwekee tu sumu Mjaluo afe kabisa ili tuhamia hapo, huyo mwanamke tutafukuza tu. Au unaonaje? Yule mshenga anasemaje? Wewe omba tu talaka ili wanajibusu na kujibusu. Kabisa. Unajua mimi bwana kuona vichwa vya watu pembeni na mwili. Meamua hivi nitulie. Sema watu tu iko na nifatafata. Sasa nitarudi kwa kashi yangu. Na pato. Huyu mwanamke ananifanyia mambo ya namna hii kwa muji hapa. Yaani mimi iko na nifunjia heshima Mjaluo. Kwanza kitu ambao Wajaluo haijawahi kutokea mwanamke kumshaliti Mjaluo wa kiume. Yeye iko nataka nini mwanamke huyu? Tena wanajikupali, tena wote wanajikupali. Tena wakawa kabisa wanatoa ulimi kama nzoka. Anamwambia wewe fanya kitu kimoja au uje umnike kabisa humo ndani ya kufe taratibu akate leo hamna mtu atakayejua. Mimi natakukosa baby. Yaani mimi niambiwa RIP aniue. Alafu watu waseme RIP Mjaluo. Kitu ambayo naweza kumuonyesha yule mshenga. Ataona hii dunia ya uchungu kama mwalubaini. Chukua akisheni mme wangu, chukua akisheni hapa, tutakuja kukufa nikukose kabisa, utakwenda motoni na Sasa naomba tu katafute bucha ambalo wanausha nyama ya mtu. Yule mshenga shahii tuje tukamupeleke na mchalanga mapanga kila maeneo ambayo ya mwili yake. Sasa bucha nalipata wapi na wewe? Hebu nani? Atashika. Wewe usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa za mwili. Aridhiki atampe wanawake dunia nzima. Stop nini? Iko mesema stop. Nenda huko. Stop kitu gani? Mesema stop kadi 2. Ushalewa? Kwanza heshima ije kwa kwako huko. Naweka kwa mfuko wa shati. Hapa yashiwe kama yale ya Mwashima Jamfi. Yuko umekwenda kuashima Jamfi, yuko napiga story. Na kuja mwingine yuko nachukua. Acha tu niseme kitu ambayo yuko meniuma kwa moyo. Wewe mshe ndio ambao uko umenipeleka mimi kwa kipande ile kuchukua ile mwanamke kuweka kwa nyumba. Wewe ndio ambao uko umenihamasisha mimi kuingia kwa ndoa kwa sababu maisha ya ndoa mwanamke iko kwa nyumba mambo iko nakuwa rahisi. Wewe ndio umefanya mimi nikirudi kwa nyumba sahihi na kuta chakula iko tayari imepikwa. Sasa mwanamke huyo ambaye wewe umenipeleka mimi iko kamuoa sahihi huko unanitaka. Unashunguka mbuyu unanipiga dawa ya umbu kwa kupande hiyo. Umemaliza au bado? Sasa wewe kitu gani ambayo iko umekuingia kwa mwili wewe? Shetani gani ambayo iko umekuja umekufaa kwa mwili mbwe? Unakwenda huyo ambaye mimi iko nataka mwanamke ambaye niishi naye kwa muda mrefu, wewe unakuja unamfuata. Mshae mimi hapa unavoniona. Kaleti iko umejifunza kwa sababu tu self defense. Sasa usitake nikakuonyesha kwa mwili yako. Sasa tumia safe forward, sio defense tena. Hujasikia? Wewe hebu niambie. Wewe una wanawake wangapi? 2.
Na Subira si unamtaka wewe? Usikii hapa mbali. Sasa wewe Subira mchukue wewe. Na yule mwanamke akisukuma yule namchukue mimi niachie mtoto wa Kiaya yule Koko. Sasa mambo ya Subira na wewe kumtongosha mke yangu Koku yanaingia vipi kwa kipande hiyo? Bwana mke iko nauma mshe. Haina meno. Nakwambia mke iko nauma. Sema neno unitia maana. Nitakupiga ngumi ambayo itakupeleka moja kwa moja Ilala unapelekwa Monchwali Mbwe. Tena kwa mashambi haya unayofanya wewe mshe wewe. Nikikuona unakwenda peponi, naona huo mtego. Sasa wewe unajifanya malaya? Jaribu uone. Na kutoa mshipa. Usikii? Shika utapeli, uongo na ndoa za siri wake wenza. Patashika chuki, umbea, ugombanishi, wesizani kama ungeweza. Patashika vurugu ndani ya pakaliki, pia kuna nguvu za giza. Wewe. Kwa hiyo umetumika huko mahali ambao umekuja kupumshika baada ya kuchoka kutumika kwako, uje kupumshika kwa kipande hii. Wewe mwanamke wewe. Mimi sijawahi kupatwa na kitu kama hiyo katika dunia. Wewe huko unaniletea maajabu, uchulo huo unauleta kwa kipande hii. Hivi mume wangu umechanganyikiwa, sikuelewi. Karibu kwenye mkeka ukae tuongee vizuri. Wewe mimi nikae kwa mkeka kwa asiraishi wewe? Yaani nikae kwa mkeka kabisa? Wewe unakwenda huko, unakwenda kufanya mambo yako alafu unakuja hapa kwa mti unakuja kupumshika Mbwe. Yaani mimi nije nilee donda. Sijui donda limeumiwa wapi. Yaani unachoongeza sikuelewi, kama una point niache nilale. Wewe mimi sina point wewe. Aya, yule mshe wewe atakupa nini kwa dunia? Mshe yu. Huyo mshe. Sijakuelewa vizuri. Utanielewa tu. Yupi? Wewe yule mshe yule ana nini cha kukupa wewe? Wewe umeniacha mimi, unakwenda huko kuhangaika. Bora ungechukua mtoto mbichi wa 2000. Umekwenda kuchukua mshe kama yule. Haya, amekupa nini? Mshe yenyewe yule pale mpaka anyo alikashushu. Wewe unaenda kudangadanga tu huko unahangaika. Alafu mimi ndio maana yuko memweka mwanamke ya pili kwa nyumba. Kwa sababu ulijua kwamba usaliti iko tapatikana kwa kipande hii. Wewe, sasa mimi mwanamke wako ananitisha nini? Ungekuwa unanipenda usingeniolea. Kwa vile unipendi sasa nashangaa unavyobwabwaja. Hata huyo mzee mwenyewe namuongelea sielewi. Naona kama unanipigia kelele tu. Sasa kitu ambao hujui, mimi mke yangu Mayomayo iko inanipenda kwa shati. Mmeniambia kila kitu ambao mlikuwa mnafanya na ile mshe. Mmeniambia mlikuwa mnapigana mabushu, mmekushika bega, mmekushika shavu. Umemubushu kwa shavu la kulia, la kushoto, ukamubushu na kwa mdomo. Iko meambiwa, mke yangu iko inanipenda. Shasha, kuanzia leo hii ambayo iko naongea hapa, Omela ya Kijaluo, mtoto ya Onyango, mjukuu ya Otiana. Nasema hivi, wewe kuanzia leo, auendi kwa soko, auendi kwa duka, auendi kuchota maji kwa kishima. Patashika utapeli, uongo na ndoa za siri wake wenza. Patashika. Sijui kalikuwa kameenda kufuatilia wapi. Kameenda kamika kwenye matuta. Makalio yote yamekuwa kama vile matako ya nyani. Pia kuna nguvu za giza. Patashika. Toto msuri umeniita sasa, nimeona niche nikusikilize. Bwana dalali bwana, mimi nimekuita hapa, niko nataka nikupangilie bwana. Ukiwa na yule bwana Mjaruo bwana, jaribu kunipeleka kwenye nyumba zile za high class. Yaani nyumba nzuri zenye hasi. Yaani ya hadhi ya juu. Yaani nyumba ambayo hata ukikaa ndani unatazama vioo. Yaani nikikaa na ng'ani na shine. Nyumba ya hadhi bwana. Mimi hilo limeisha mtoto. Yaani kuhusu habari za nyumba sijui nini ya kukaa, wewe kwanza natakiwa upate nyumba waliti ambayo ndani haina choto. Ambayo hata ndani ukikama una gari unaweza ukabaki. Kiukweli mimi sina gari. Mimi ndo kwanza huyu Mjaluo kama Mungu wangu. Unavyoniona hivi sina be wala bi. Basi hilo limeisha mtoto. Mimi nitakutafutia nyumba na maana hata kufikia saa ngapi? Chapo nyumba na kumeshaipata. Nitakupa chochote kitu. Kuhusu pesa. Hapo sasa ndio nataka kuongea kitu cha maana. Maana mimi
Nilipotoka Musoma tu nilipoingia Dar es Salaam. Nilitafuta kazi ya utarari. Nikasema hii ndio naweza nikakaa nayo maana hata kichuli na uwezo wa kununua. Unaona? Kwa hiyo wewe mtoto, hilo ondoa shaka. Timeisha kabisa, nitakutafutia nyumba yenye hasi kama unayotaka. Sawa, hamna shida. Basi sawa. Nice to meet you. Kwenye Kiingereza sasa ndo hakuna nichanganya mtoto. Samani. Naona kuna uchafu hapa, sina acha kukufuta kidogo. Usijali, nitajifuta tu. Kwa heri. Aya. Acha Mungu, watoto wanaumbikwa. Yaani hivi kabisa ndio vitu vyangu, hata mtu nimemweka ndani. Inaonekana ni mwanga kabisa. Hapa mcharuka chichanganya. Unatata kabisa hapa mpaka nichitaiti. Huyu mtoto ni mubate. Aria. Patashika tamaa, usaliti, makuzi, utapeli. Ana wake wawili ila bado akiona wengine anatamani. Kinachomsumbua ni tamaa.